tunawaambia tuko kwa idhini ya Watanzania, na Watanzania wako kwa idhini ya Mungu. Kwa ili mradi Watanzania wanatuunga mkono, na ili mradi Mungu anawaweka Watanzania, hatutaki kuulizwa swali la lini, maana tuna kazi ya kuendelea. Kazi yetu lazima itaendelea, na kuendelea huko lazima sisi tuendelee kwa. Kama unataka kuwa badala yetu, lazima uambie Watanzania wewe unafanya nini. Huwezi kujisemea tu muandamane, waandamane mwisho watavunja miguu. Hawezi kuandamana wakashiba. Unawatoa mashambani ili waandamane ili walale njaa, alafu iweje? Hamna kitu. Wakati fulani siasa za mikutano zilikuwa zimezua. Zimeruhusiwa mwaka 2003, wametembea nchi nzima. Lakini hamna hoja. Hata nikiwauliza nyinyi, mnakumbuka mara ya mwisho walisema nini? Hamkumbuki. Hakuna cha kukumbuka. Ni watu wanapiga kelele, wanataka shari. Na sisi tunawaambia shari hapana. Amani ndio. Demokrasi maana yake sio shari. Demokrasi ni majadiliano. Demokrasi ni hoja. Kama una hoja za kuwashawishi wapiga kura wa kukubali, toa hoja. Kama huna, kubali. Ndio. Tumeiba nini wakati 60% ya wagombea wa nchi nzima walikuwa wanapita bila kupigwa kutokana na wale wa CCM? Tumewapigia kura ya ndio au maana hawana wapinzani. Sasa wewe ukose 60%, ugombea 40%, uweke watu hawana sifa, ushindwe, alafu uende Umoja wa Mataifa. Utaenda Umoja wa Mataifa kisita kwa tumemaliza hiyo kazi. Uende ushtaki kwa wazungu. Mimi mzungu mmoja aliniuliza, inawezekanaje mkapata 99%? Akasema jambo hili kwetu haliwezekani. Nikasema hata mimi niliishi huko kwenu, lakini mazingira yenu sio hapa. Nyinyi hamna vitongoji wala hamna vijiji. Sisi tuna vijiji, sisi tuna vitongoji, nyinyi hamna. Kwa hiyo hamuelewi. Ndio maana uchaguzi wetu duniani haueleweki, maana hata wale walio na vijiji Afrika hawapigiani kura kwenye vitongoji na vijiji. Kule kuna machifu wanakupiga kiboko, unafuata amri. Kwa hiyo tuendelee.